Kwa maana Mungu ataleta hukumuni kila tendo pamoja na kila neno la siri, kwamba ni jema au ni baya. Kuna dhambi katika aina mbili hizi, dhambi za wazi na dhambi za siri. Dhambi za wazi ni zile dhambi ambazo zinazoonekana na watu, lakini dhambi za siri zinaonekana na Mungu pekee. Na hizi ndio mbaya zaidi, kwa sababu mara nyingi watu wanaweza wasigundue, na hatia ya ndani mara nyingi inaweza ikakosekana. Ni kweli katika dhambi za siri unaweza kumficha mkeo, unaweza kuficha wazee wa kanisa au viongozi wa kanisa, unaweza kuwaficha hata washirika wenzako wasikugundue hali yako ya ndani, maana neno la Mungu linasema moyo wa mwanadamu una ugonjwa wa kuficha, ni nani awezaye kuusoma moyo wa mwanadamu? Lakini huwezi kuficha mbele za Mungu. Zaburi sura ya 90 fungu la 8 anasema, umeweka maovu yetu mbele yako na siri zetu katika nuru ya uso wako. Dhambi za siri ni mawazo machafu, tamaa za ndani, uovu wa moyoni, chuki iliyofichwa, wivu, husda, kiburi na tamaa ya fedha, uzinzi wa faragha, tabia unayoifanya ukiwa peke yako. Yaani yale mambo ambayo ni mabaya unayoyafanya ukiwa peke yako, wakati mwingine watu wanaweza wasigundue. Na Mungu hazipendi kwa sababu zinaharibu moyo, na Mungu huangalia moyo. Katika Thamueli wa kwanza sura ile ya 16 fungu la 7. Pili, zinachafua hekalu la Roho Mtakatifu. Na kumbuka ya kwamba miili yetu ni hekalu la Roho Mtakatifu, katika Korintho sura ile ya 3 fungu la 16 na 17. Tatu, zinazaa unafiki, kuonekana mtakatifu kwa nje lakini umeoza kwa ndani, katika Mathayo sura ile ya 23 fungu la 27. Mungu anachukia sana dhambi za siri kwa sababu ndizo chanzo cha kuanguka kwa wazi. Kabla mtu hajaanguka madhabahuni, alianguka moyoni kwanza. Kabla mtu hajafa kimwili, hufa kwanza kiroho, ndipo kifo cha kimwili hufuata. Nikuombe wewe ambaye ni kwa mara yako ya kwanza unaendelea kufuatilia Hope Rise Ministry, usisahau kulike video zetu ili ziendelee kuwafikia watu wengi, lakini pia usisahau kucomment hapo, lakini pia usisahau kusubscribe channel hii ili iendelee kuwafikia watu wengi, na Mungu wa mbinguni akubariki sana. Sasa leo tutaangalia jinsi ambavyo dhambi za siri zinazoweza kuua karama yako na kibali chako kwa Mungu. Hii ni hatari kubwa sana, lakini mwisho nitaangalia kanuni za kuweza kuchochea karama yako ili iweze kukua sana. Kwa hiyo usiondoke hapa mwanzo mpaka mwisho. Namba 1. Dhambi za siri zinakata mawasiliano yako na Mungu. Katika Isaya sura ile ya 59 fungu la 2 nasema, maovu yenu yamewatenga ninyi na Mungu wenu hata asiweze kusikia. Karama inategemea uwepo wa Mungu. Ukikata uwepo, karama inakauka. Unaweza kuendelea kuhubiri kwa uzoefu, unaweza kuendelea na maombi kwa uzoefu, lakini hakuna upako, hakuna uwepo wa Mungu ndani yako. Namba 2, zinapunguza uwepo wa roho, upako wa kiroho. Polepole. Samsoni tunamwona katika Waamuzi sura ya 16 fungu lile la 20 anasema, Bwana alikuwa amemwacha naye hakujua. Samsoni hakupoteza nguvu mara moja, alianza polepole kwa kucheza na dhambi kwa siri. Hatari hii unaendelea kuhudumu, lakini roho amekuacha taratibu bila wewe kujua. Kwa hiyo dhambi za siri zinamfanya Roho Mtakatifu anaondoka taratibu, lakini kwa uhakika. Namba 3, zinaharibu kibali chako mbele za Mungu. Mfano ni Sauli. Sauli alifanya uasi wa ndani. Alionekana mfalme kwa nje kwa watu, lakini moyoni alikuwa tayari ameasi. Katika Samueli wa kwanza sura ile ya 15 fungu lile la 23 anasema, kwa kuwa umekataa neno la Bwana, yeye naye amekukataa wewe. Kibali kiliondoka kabla watu hawajajua. Sikiliza nikuambie, ni kweli watu wanaweza kukuona kama mtumishi, watu wanaweza kukuona kama Mkristo, watu wanaweza kukuona kama mcha Mungu, lakini uhalisia ndani ya moyo, kama utaendelea kufanya dhambi za siri, inawezekana ukaanza kuondolewa kibali chako taratibu kwa uhakika. Na hata hivyo watu hawezi kugundua, maana unafanya dhambi za siri bila watu kujua. Namba 4, zinazalilisha na aibu ya ghafla. Mfano ni Daudi. Dhambi ya Daudi ilianza faragani, lakini baadaye ikawa fedheha ya taifa.
Hebu fikiria siku ile Daudi anapofanya dhambi kwa kumchukua mke wa Uria. Na matokeo ya dhambi ya siri ni kwamba kwa sababu hutaki ifahamike, unatumia mbinu nyingine ya kuendelea kuificha. Tunatambua Daudi alimuua Uria. Lakini haikutosha, kwa sababu dhambi ya siri kuna nyakati zinakuwa wazi. Kwa hiyo hata kama alitamani kuificha, matokeo yake iligundulika na ilileta aibu kwa taifa. Dhambi ya siri haifi kimya. Ama itafunuliwa kwa toba au itafunuliwa kwa aibu. Una njia mbili za kufanya kwa ajili ya dhambi ya siri. Moja, kama haitafunuliwa kwa aibu, dhambi ya siri itafunuliwa kwa toba. Ninakupendekezea kuchagua toba, maana yake Yesu ni mwingi wa huruma. Namba 5, zinaua dhamiri na kufanya uwe baridi kiroho. Dhambi za siri mwanzoni unajisikia hatia, mwenye mashaka, kukataliwa ndani ya moyo wako. Baadaye unazoea hali ile na hatimaye unakuwa baridi kabisa. Na karama haishi kwenye mtu ambaye roho yake ni baridi. Sikiliza nikwambie, dhambi za siri ni hatari kubwa katika maisha ya Ukristo. Ni kweli unaweza ukaonekana mtaua mbele za macho ya binadamu, unaweza ukaonekana mtaua mbele ya macho ya wengine, lakini sikiliza nikwambie, kama dhambi za siri hazitatubiwa, zitakuangusha. Na njia ni mbili, kama haitaleta aibu, itubiwe kwa Kristo. Sasa nikuelekeze katika dalili ya kwamba karama yako imeanza kufa. Moja, huna njaa ya maombi wala neno la Mungu. Unahubiri bila kuguswa. Kumbuka jambo hili, hubiri ambalo haijamgusa mhubiri haliwezi kuwagusa wengine. Hubiri ambalo haijambadilisha mhubiri haliwezi kuwabadilisha wengine. Unaishi maisha ya siri yasiyolingana na madhabahu. Unaanza kupenda sifa kuliko uwepo wa Mungu. Hasa nikuelekeze haraka haraka kwenye njia za kurejesha karama yako. Ikiwa umegundua kuna namna ambavyo umeishi kinyume na Mungu, sasa unatamani kuanza. Katika Zaburi sura ile ya 51 fungu la 10 anasema, Mungu uniimbie moyo safi. Namba 1, jambo la kufanya, tubu kwa dhati. Hii inahitaji kutubu kwa dhati, si mchezo. Tubu kwa dhati. Namba 2, acha kabisa chanzo cha dhambi. Dawa ya dhambi ni toba, hakuna njia nyingine. Ni kutubu kwa Mungu, naye ni Mungu ni mwingi wa rehema, atakusamehe. Acha kuficha dhambi. Ipo siku kama haitakuletea aibu, itakufanya utajisikia vibaya na hatia, au utapoa kiroho kabisa. Namba 3, tafuta uwepo wa Mungu zaidi ya sifa za watu. Jambo ambalo linaloharibu watu wengi, hata wahubiri wakubwa, ni kutaka sifa za watu. Epuka sifa za watu, tafuta uwepo wa Mungu, naye Mungu atakuinua katika viwango vyake. Namba 4, jenga nidhamu ya kiroho upya. Ichochee karama yako upya. Anza kwa nguvu upya. Anza pamoja na Mungu tena. Ninazungumza nawe katika namna hii ya pekee. Sasa nikushukuru sana wewe ambaye umefuatilia mpaka mwisho hapa Hope Praise Ministry. Nikuombe usisahau kulike video hizi, usisahau kusubscribe channel hii kama ni kwa mara ya kwanza, ili ujumbe hizi na jumbe hizi ziwafikie watu wengi duniani waweze kuokolewa, maana yeye ajaye anakuja kututoa katika dunia hii yenye dhambi. Ninakutakia baraka za Yesu, ninakutakia baraka za ushindi, ninakuombea katika jina la Yesu. Mungu akupe amani, Mungu akuangazie nuru ya uso wake, akulinde na kufadhili. Ninakuombea sana. Ikiwa ziko dhambi za siri, tubu kwa kweli, na maanisha toba na kutubu